Amen. Bwana Yesu asifiwe, ndugu mtazamaji na ambaye unatufuatilia katika kipindi hiki cha Worship My Worship Show. Kama vile nilikuwa nimekuambia kwamba tutakuwa na mgeni leo katika studio zetu. Tayari tuko na Askofu Peter Rioba ndani ya studio. Amen. So naomba nimkaribishe Askofu atufungulie kipindi hiki. Wapenzi watazamaji mnaotutazama, kama vile mlivyosikia kwenye kipindi hiki cha Worship My Worship, ninapenda tukaombe kabla tujaanza kipindi. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu, nataka nikushukuru kwa sababu ya kipindi hiki ambacho tunaenda kuanza. Asante pia kwa sababu ya mtazamaji na msikilizaji ambaye anatufuatilia. Neema yako ikawa pamoja nasi hata kumaliza. Tutakuwa na sababu ya kushukuru jina lako. Kwa jina la Yesu ninaomba hivi. Amen. 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 Asante Baba Askofu kwa muda huu. Yes. Na bila kupoteza muda nataka tuingie kwa kipindi hiki. Kwanza mimi ni Emmanuel Sensera, najua wengi mnanifahamu, na ngoja tukaanze kipindi hiki. Baba Askofu, niko na swali kwanza, kama maswali mawili hivi nataka ningependa ama mtazamaji wangu angependa aelewe kwamba kwanza worship team yako pamoja na kwaya pamoja na wale wanamuziki hata single ministers, wanaitwa single ministers, wasiseme eti single artist, ni ministers. Yes. Wanafanya vizuri sana kabisa na ni kitu chenye tunaona. Labda tupe siri ni nini Baba Askofu? Siri ya kwanza, wanafanya zoezi. Unajua kitu chochote kile ili kiwe kizuri lazima kiwe na zoezi. So wanafanya zoezi. Alafu namba 2, wanamaanisha katika hiyo huduma. Unajua kuna watu wanaweza wakafanya huduma lakini hawamaanishi. Si watu ambao unawalazimisha, ni watu ambao unawahi, unakuta wameshafika, wanafanya na wanakuwa na mpangilio mzuri. Yeah. Asante. Kwa hivyo kuna zoezi linafanywa sehemu ile. Jambo la pili Baba Askofu, Mungu anakutumia sana sehemu ya deliverance sana. Na kwa ukiwa unafanya hiyo huduma, sisi kama wale backup ama praise team, nyimbo gani inafaa tuziimbe? By the way, upako unashuka sana wakati unakuwa accompanied na vitu fulani. Kwa mfano, huwa ninafanya mikutano lakini kinachozaidia zaidi zile nyimbo zinachezwa chini kwa chini. Zinaleta uvuto na zinafanya mtu kuelekeza moyo wake kwa Bwana. Mfano mtu kanisa ile inafanya mambo ya deliverance, wimbo unachezwa kwa chini. Mtu anaimba hata ule wimbo wa tenzi za roho, unasema wastahili Bwana, wastahili Bwana, ulibeba dhambi zetu, sasa tuko huru, wastahili Bwana. Hiyo ni moja. Wakati unaimba, watu wanaimba wimbo wa namna hiyo, Yesu anashuka kwa nguvu, maana anaonyeshwa kwamba anastahili. Na kwa sababu anastahili kuponya pia watu pale. Halafu pia kuna wimbo baadhi tu, kuna wimbo kama zimo nguvu za ajabu damni mwa Yesu. Nyimbo kama hizo zinaleta upako na nguvu za ajabu. Yes. Kwa hivyo wale watumishi wa Mungu wa praise and worship, mshike hili kwamba nyimbo, kuna nyimbo zinamlazimu Mungu ashuke. Amen Baba Askofu. Nataka tuingie kwa biashara yenye kabisa sasa, ndio inaitwa worship as God's business. Hii biashara ya kumwabudu Mungu. Okay. Sasa hii biashara ya Mungu
tuifanyaje baba askofu? Tuifanyaje hii biashara ya Mungu ya kumwabudu? Njia gani za kufanya hii biashara ya maabudu? Njia zipo nyingi. Shida ya watu wetu wanapendwa vitu vya bure. Lakini hii worship ili iwe na maana lazima tuwe na vifaa. Vyombo, unajua unaweza ukawa na waimbaji wazuri lakini hauna vyombo. So mpaka tuwe na vyombo. Alafu pia tuwe na waimbaji. Unajua kuna watu wako na vipawa. Lakini cha ajabu ni kwamba wale watu walio na vipawa hatuwapi nafasi. Unaona? Inafaa tuwapatie nafasi wale watu ambao wako na vipawa wafanye huduma. Unajua hata huu uimbaji sio kuimba tu. Kuna watu tutaangalia wakati mwingine, kuna mtu alitafutwa wakuja kufanya worship ifanye kazi. Not everybody. Kuna mtu alikuwa na shida, mtu akatafutwa ambaye atakuja afanye worship na worship ile itende kitu. Na acheze vyombo tena. Na pia kuna wacheza vyombo wazuri ambao pia hatupii nafasi. Unajua sasa tukiwa train wajue kucheza vyombo, wafanye zoezi, alafu tupate vifaa, our worship will be wonderful. Yes. Asante sana baba askofu. Kuna hili swala hapa, nimesikia mtumishi wa Mungu mwingine anasema kwamba tumepewa muda mfupi, tunapimiwa muda. Sijui kama hili swala la muda linaweza athiri ibada yetu ya maabudu. Sana tena sana. Unajua kuna makanisa mengine unakuta worship inachukua dakika 5, wengine wanachukua dakika 10. Lakini ngoja nikuambie, worship ni maandalizi. Unamwandaa mtu. Kwa sababu katika worship mioyo ya watu hufunguka na mbingu za watu hufunguka. So like me in my church, muda mfupi sana ambao naweza nikapea watu wa worship is 30 minutes. Lakini mimi huwa wana worship mpaka 1 hour. Yes. Worship inafaa ipewe, maana ni kumtukuza Mungu. Sasa unamtukuza Mungu kwa dakika 5. Unamuinua Mungu kwa dakika 2. Lazima Mungu ainuliwe mpaka afili. Ameinuliwa Bwana. Mpaka hata ashuke kwa mkutano. Sio kuja sasa tuseme dakika 5. Mlikuwa mnaandaa watu wasimame vizuri, microphone zitestiwe, alafu umepeana dakika 5. Sasa hiyo dakika 5 ni hiyo maandalizi. So wataimba saa ngapi sasa? Kwanza unajua wakati wanaanza wanatafutana na sauti. Ukuta mwingine alikuwa naimba akaimba hata off key. Sasa kitambo ingie kwa key. Imechukua kitu kama 6 to 7 minutes. So sasa ile zingine alafu nasikia okay praise, mnaweza mkakaa, ngoja tuleta sasa sijui kwaya. Hiyo ni mbaya. Yes. Okay, asante sana baba askofu. Jambo la mwisho nataka uongee na hawa wafanya biashara, tuseme ni present worship team. Jambo la mwisho kwao ni gani baba askofu, unaweza ukawapea? Jambo la kwanza ama la mwisho, maana nimetaja mengine hapo. Wakati tunaenda kuworship tujue kwamba ni serious business, si kwamba ni matani. Cha kwanza lazima tujue ni nani tunaabudu. Number 2, huyu tunayeabudu anaabudiwa kwa sababu gani? Maana maandiko yanasema pale katika Zaburi, msifuni Bwana katika anga la uwezo wake. Sasa lazima tuwe na sababu ya kumsifu Mungu. Ukiwa na sababu ya kumsifu Mungu utamsifu. Then fanya kitu kinaitwa maandalizi, preparation. Preparation mojawapo ni zoezi, kutesti kila kitu, kuhakikisha kinakaa sawa. Alafu ya mwisho, mtu huyu anayeenda kumwabudu Mungu lazima ajitakase. Usafishe moyo wako, uombe msamaha mbele za Mungu. Yaani Mungu hataki uende kumwabudu na uchafu katika moyo wako. Lazima ujitakaze, you get prepared. Sio ile, unajua kuna watu wengine, nashangaa sana Emmanuel, mtu
Mtu anakimbia tu kutoka nyumbani, anafika tu kanisani, anakaa kwa kiti alafu anafanya hivi. Anakimbia kwenda kwa microphone. Sasa unajiuliza, pale aliomba ama ni nini alifanya? Maana niliona anafanya hivi kidogo, amekimbia kwenda kwa microphone. Moyo mzito, wengine hata wamegombana nyumbani. Wengine walikuwa na vituko, alafu wanakimbia kwenda kwa. Sasa unakuta ibada inakuwa nzito, Mungu anashangaa hata what is happening. Asante baba askofu. So sababu ya haya mambo yote, reasons za kwa nini tufanye hii ibada ya maabudu, ulikuwa umenidokezea kwamba utakuwa unatoa sababu ya haya mambo yote baba askofu. Yeah. Sasa niko na reasons of worship. We don't worship because people are worshiping. Hapana. Tunakuwa na sababu ya kuabudu. Na sababu ya kwanza nataka tuiangalie kwa kitabu hiki cha ifungulie hapo Samueli wa kwanza, kitabu cha Samueli wa kwanza sura 16 na mstari wake wa 23. Mstari mmoja tu. Biblia inasema, ikawa ile roho mbaya kutoka kwa Mungu ilipomujilia Sauli, ndipo Daudi akakishika kinubi, akakipiga kwa mkono wake, naye Sauli akaburudishwa na ile roho mbaya ikamwacha. Hapa ni mtu amepata tatizo na alikuwa ni mfalme Sauli. Mfalme Sauli, kuna roho mbaya ilikuwa imemwingia. Roho wa shetani akawa ameingia kwa roho ya Sauli. Kitu cha ajabu ni kwamba watumishi wa Sauli wakaambiana, tutafute mtu ambaye atakuja afanye ibada akipiga kinubi na kuabudu mbele ya mfalme, ili roho mbaya huyu amuache mfalme. So nataka nisungumzie kitu kimoja hapa. Cha kwanza ni kwamba hii worship, wakati watu wanafanya worship, inafungua anga na kufukuza zile roho mbaya. Nataka tujiulize wote, Emmanuel, ni kwa nini hawakuleta mhubiri ahubiri? Ni kwa nini hawakutafuta mtu wa kuomba aombe? Ni kwa nini hawakutafuta nabii aje atoe unabii? Wakatafuta mtu wa nini? Wa mpiga kinubi ambaye ni Daudi. Na Biblia inasema alipopiga kinubi chake hicho, roho zile mbaya ambazo zilikuwa zimemwingia Sauli zikamuondoka. Neno la Mungu linasema akaburudika moyo wake. Waabudu, ngoja niwaambie, kuna kitu mnafanya katika ulimwengu wa roho. When we worship God, wakati tunamwabudu Bwana, kuna nguvu za Mungu zinakuja ambazo zinafungua anga. Kwa nini? Maandiko yanasema katika Zaburi, Bwana ameketi katika sifa za watakatifu. Sasa katika sifa pale ndipo uwepo wa Mungu unaanza kushuka. Lakini wengi sasa tunakimbia, tunalazimisha vitu vingine ambavyo haviwezi. Na ndio maana unaona katika ibada hatutangulizi mahubiri. Tunatanguliza nini? Ibada ya maabudu. Kwa nini? Tukaribishe uwepo wa Mungu. Wakati watu wameabudu Mungu vizuri, kuna watu wengine wanaanza kupona hata kabla hajawekewa mkono. Kuna watu wengine wanajikuta wako. Umewahi kuona, mimi kwa kanisa langu pale naona hili kitendeka. Wakati watu wanaabudu, unashtukia watu wanaanza kunena kwa lugha wenyewe. Hujawawekea mikono, watu wanaanza kunena kwa lugha. Watu wanakuwa na maombi. Unajua kuna wakati mwingine maombi yanakauka kwa kanisa. Watu wanaomba, naambia watu waomba, wengine wamekaa chini. Lakini wakati upako umeshuka, watu wengine unakuta wanainua mikono na mtu hachoki. Unaona ile maandiko yanasema anabubujika, inakuwa kama maji yamefunguliwa. So uwepo wa Mungu unaharibu kila nguvu za giza wakati watu wamemwabudu. Namba 2, neno la Mungu linasema mfalme akaburudika. Burudani ya Mungu ni kuabudu. Mungu anafurahia wakati watu wanamwabudu. Wakati unamwambia Mungu chenye yuko, unaimba wimbo unamwambia, wewe ni Baba, wewe ni Baba yangu. Kweli Mungu anaangalia kushoto, anaangalia kulia, anasema kweli yule mtoto wangu amejua mimi ni baba yake. Na wewe kwa kawaida mzazi
Ukiwa na mtoto hapa anakuja na kuambia wewe ndiye baba yangu, sina baba mwingine, unajisikiaje? Hata kama hajakuomba kitu. Kuna kijana wangu kumfani sana, ananiambia yuko shuleni, unashtukia ananiandikia message, hata hajaniomba kitu, ananiambia daddy, I'm where I am because of you. Yani hilo tu, kabla hajamaliza hiyo statement ninamrushia kitu, maana ninajisikia kufurahi, maana ameniambia yuko hapo alipo kwa sababu yangu. Sasa tukimwambia wewe ni baba yangu, Mungu anafurahi, anasimama kwenye kiti chake cha enzi, anasema yule mtu hata kama hakuwa na kitu ninampatia, maana amejua mimi ni baba yake. Pia worship ni tendo la kutukuza Mungu. Ndio maana pale katika Zaburi, hebu turudi pale katika Zaburi 150, tusome huo mstari wa kwanza na wa pili. Zaburi 150, mstari wa kwanza na wa pili. Biblia inasema, haleluya, msifuni Mungu katika patakatifu pake, msifuni katika anga la uwezo wake. Bwana asifiwe sana. Mungu ana uwezo. So wakati tunamwambia yeye ni Mungu mkuu, ukweli tunatangaza uwezo wake. Kuna wakati nilikuwa ninaenda India, Emmanuel. Unajua wakati unaenda India, unatoka Kenya, ndege inakimbia kwa hii Indian Ocean, ikicross Indian Ocean. Na hiyo Indian Ocean ni kubwa. Sasa nilipoangalia, na unajua speed ya ndege kuna zingine zinaenda mpaka 890 kilometers per hour. Na unajua gari ya kawaida ikikimbia 120 mnashika roho kwamba hapa tunaenda. Lakini sasa can you imagine 890 kilometers per hour na inakimbia kwa maji, na hayo maji yamerara. Nilipoangalia yale maji vile yamerara na ukubwa wake, nilijikuta ninalia. Mwenyewe machozi yanatoka. Kwa sababu Mungu ni mkuu. Nikasema angalia vile Mungu alitandaza haya maji, na alisema tu yawe, na yakawa. Inchi, ukiangalia vile inchi iko. So right now if you want to travel to America, you will use around kitu kama 14 hours ndio umefika pale America. Na hiyo ni kitu tu Mungu alisema, na vitu hivyo vikawa, inchi, milima. Sasa ndio akasema msifuni katika anga la uwezo wake. Yani tunamuonyesha Mungu vile alivyo na uwezo, vile alivyoumba. Mimi wanajiuliza, sawa, nyumba kama hizi tunajenga na tunatumia tofali nini, lakini sasa nauliza, Mungu alitumia material gani kutengeneza mawe? Mungu alitumia material gani kutengeneza maji? Mungu ni wa ajabu. Sasa ukifika hapa, hata kama unamwabudu ukiwa serious. Na hiyo ndizo sababu, baadhi ya sababu, siwezi nikazitaja zote. Lakini nimesema number 1 kwamba wakati tunamwabudu Mungu inafungua uwepo wake, anga linafunguka. Number 2, we worship God. Wakati tunamwabudu Mungu ni njia ya kumwabudu. Wakati tunaimba na kumsifu ni njia ya kumwabudu na kumsifu ya kile ambacho yuko yeye. Alafu pengine ya 3 ni kwamba ile ibada ya kumwabudu Mungu na kumsifu Mungu inatufungulia milango. Hebu angalia vizuri sana wakati mtumishi wa Mungu alikuwa amewekwa gerezani, wakina Paulo na Sila. Paulo walishindwa kulala kwa nyumba nzuri, wako gerezani, wakashindwa kula mandazi hayo, wako gerezani, lakini hawakuacha vitu viwili. Hawakuacha kuomba, hawakuacha kuabudu. Biblia inasema ikawa usiku wa manane, malaika akashuka kwenye lile hekalu. Watu wamemwabudu Bwana. Unajua kuna wengine sasa tukiwa na shida hata kuabudu inakuwa ni shida. Tunaanza kuangalia ile shida. Lakini abudu Mungu hata wakati umelala hivyo. Abudu Mungu hata wakati hauna sifii. Mungu anafungua njia wakati amwabudiwa. So wakati Paulo alimwabudu Mungu, neno la Mungu linasema malaika akaja na milango ikaanza kufunguka. Hakuna mtu alikuwepo pale anawafungua. Milango inafunguka, minyororo yenyewe inadondoka. Paulo wanatoka gerezani kirahisi tu because ya kitu kimoja. Hakuna mtu alikuwa pale anahubiri, lakini kulikuwa na sifa inaendelea. Kulikuwa na maombi yanaendelea. Yaani wakati unamwabudu Mungu, wale watu ambao mnaabudu, timu ya praise and worship, mahali popote mlipo
wanawatia moyo. Mnafanya kazi nzuri. Msifikiri tu kwamba unajua, hata wakati mumeimba vizuri, mnatupa nguvu sisi wahubiri kuhubiri na upako. Kwa hivyo ule kuabudu Mungu kunafungua milango, na kwa njia hiyo, yani kuna ruhusu upako wa Bwana kushuka kwa kundi la watu. Hizo ndizo sababu, ziko nyingi, lakini nimetaja hizo karibu 3 4 hizo, na Mungu nafikiri atakuwa amewabariki wale mmesikia. Amen, amen. Wakati hiyo baba askofu kikunywa at least maji. Natumai mtumishi wa Mungu papate ulipo unapata kitu. Hii show ni kwa ajili ya kutufanya wanasema chuma hunoa chuma. Kabisa hapa tumekuja tunoa mtumishi wa Mungu atunoe. Nilikuwa nataka nijue baba askofu, kama mtu anataka akupate kwa njia hizi za mitandao. Je, uko TikTok, uko YouTube, uko sijui hizi zote, hebu tueleze. Mimi naye nimechanuka, niko kwa vijana. Ukienda tu kwa Facebook, nitafute, andika tu Bishop Peter Rioba, utanipata. Ama enda kwa kanisa la Pefa Cathedral Isibani, utanipata pale. Vile vile niko kwa TikTok. Unaandika tu Bishop Peter Rioba, hiyo utanipata kwa TikTok. Vile vile hata kwa YouTube ninapatikana. Sababu ninahubiri watu wengi, by the way. Hata ukiingia kwa mtandao wangu, utaona hata watu ambao wamepona. Mimi nimeombea watu kwa simu. Si kwa hata ananiona. Kuna dada niliombea, alikuwa na tatizo Kisii. Alikuwa hana mtoto. Niliomba na yeye kwa simu na akapokea mimba. Kuna dada niliombea akiwa Mombasa, alikuwa ameugua mpaka akawa anatoa sauti kama ya mbuzi. Niliomba na yeye kwa simu, sikumshika kwa mikono, niliomba na yeye kwa simu na Mungu akamponya. Wengine hata wananiambia, Bishop, tuliwatch mkutano ambao ulikuwa unafanya. Kama juzi hapa nilikuwa na mkutano pale Masebe. Nafikiri mliuona. Kuna dada mmoja niliombea ambaye alikuwa na uvimbe side hii. Unajua alikuwa hata ameandikiwa kwamba wiki hii ataenda operation. Hakuenda. Tulienda mkutano, dada anatuambia, tulikuwa Jumatano pale, tukafanya mkutano. Wakati tulirudi Sunday, maana walitusihi turudi Sunday, baada ya kuwa wameona miujiza. Wakati tulirudi pale, dada huyu ndio alishuhudia, akasema ule uvimbe nilikuwa nao sina, na alikuwa ameandikiwa anaenda operation. Lakini kwa sababu ya kuona hata maneno ambayo Mungu anatenda kwa mtandao, mtu akaamini, anakuja na Bwana anamponya. Kwa hivyo wale ambao wananitafuta na wale ambao wananifuatilia, by the way, hata followers ambao wananifuata ni wengi sana. Niko na followers mpaka India, Ghana, Ethiopia, Saudi Arabia, wako pale wananifuatilia. Kenya wako wengi, na mikutano yangu mingi, wengi wanakutana na Bwana kwa njia ya mtandao. Asante. Amen. Kwanza napenda nikupe hongera mtumishi wa Mungu. Umejua hii siri ya biashara ya Mungu. Kuna hii inaitwa gospel mashinani. Hebu ongelea kidogo juu ya gospel mashinani. Hii sasa hii ndio imekuja kali. Unajua nilikuwa ninaona watu wanafanya campaign mpaka mashinani, wanafunga magari, wanaenda mashinani. Sasa na mimi nikasema hii biashara ya gospel mashinani nataka niifanye zaidi. Sasa ninaenda kijiji mpaka kijiji. Kuna ile ya crusade ya pamoja, lakini kuna ile unakuta kama siku hiyo nilikuwa Masebe, nilienda kwanza Sorori, nikapiga pale 1 hour and a half, nikatoka Sorori nikaja Masebe, nikapiga 1 hour, mvua ikanyesha kidogo, lakini nikawa nimehubiri na watu wamempokea Yesu. Nikatoka pale nikaja hapa Kehanja Junction kwa mji wa Isibani hapa, nikapiga pale nikimalizia. Inaitwa gospel mashinani. Na unajua saa hiyo tunaenda, niko na waimbaji wao, ninashuka pale kwaye naimba. Mwimbaji hata kama ni artist moja anachapa nyimbo, wanawatumia hata wakina Nyamuhingo hao, wakina Mwalimu Magoko hao, wakina Babu Boy, wanakuja wanaimba, alafu watu wanakuja, injili inapita, Mungu anaponya watu, Mungu anaokoa watu.
Kuna nyingine nilikuwa nayo ile wiki nyingine nilienda mpaka huko Stella, nikachapa kwanza Migori Junction hapo Namba, nikatoka hapo nikaenda Stella, nikachapa hapo na nakitoka kila mtu unasikia anasema turudishie askofu, turudishie mkutano gospel mashinani. Na huo mkutano ni chenye nilishangaa ni kwamba Mungu ananitumia sana kwa hiyo mikutano. Nilienda kufanya mkutano pale Kukipimo, kuna wandugu walikuwa wamefungwa maisha wawili. Mama wa huyu akaja, mama wa mwingine akaja. Wakasema Bishop, tuombe, watoto wetu wamefungwa maisha. Upande walikuwa wamefungwa maisha upande wa nchi ambayo siwezi nikataja, vitu vingine ni confidential. Nikaomba, cha ajabu nimeenda pale Jumatano, kufika Jumapili au vijana walikuwa nyumbani. Walikuja nyumbani. Sasa wakati walikuja nyumbani, wakati hilo neno linashuhudiwa, nikawa ninamshirika kanisani pia, na yeye mtoto wake akawa amefungwa. Akasema kwa imani ile ambayo Mungu alitendea wale vijana pale Kukipimo, Bishop niombe. Ukweli niliombea huyu mama, na baada ya wiki 2 kijana akaja. Ndio nikajua gospel mashinani inaguza watu kweli. Na inakutana na mahitaji ya watu. Na bado ninaendelea nayo. Tena hii wiki ambayo saa hii hii Jumapili hii ile kuna ile wiki ambayo inakuja pia nitakuwa na gospel mashinani, ninaipanga hapo. Nitakuja niwaonyeshe kwa Facebook, niko karibu kwanza kwa mikakati. Nitakuwa naipanga, maana Jumapili hii nitakuwa na function ya launch choir yetu. Kuna nyimbo imeimba inafanya launching, lakini next week nitakuwa bado ninaenda gospel mashinani. Nimeona Mungu akitenda maajabu na ninashukuru kwa sababu anafanya. Yes. Tunamalizia kipindi kimekuwa kizuri sana. Na Baba Askofu, tukimalizia hii sehemu tutakuwa tunakumbuka taifa letu la Kenya. Misukosuko ya kisiasa pia iko sahi, lakini kwa sababu ya hiyo neema yenye inaendelea katika kipindi hiki, tutakuwa tunakumbuka taifa la Kenya tukimalizia hii show. Alafu tutakuwa tunasema show imekamilika. Amen. So nafikiri ni kukaribisha tu kwa muda tu, kwenye roho Mungu atakuongoza ukatamke jambo juu ya taifa la Kenya, alafu pia tutakuwa tunamalizia. Mimi ambalo ningependa kusema ni kusihi watumishi wa Mungu na makanisa tuendelee kuombea nchi yetu. Imefika sehemu ambapo hatufanyi kile Biblia inasema. Biblia inasema tuwaombee watawala na wale walioko madarakani. Shida yetu tumeingia kama watu wa dunia. Wale watu wa dunia wanalaumu na sisi tunalaumu. The church, we are given an opportunity to pray for the country. Sio kulaumu. Kama maneno yanaenda mabaya, kama kuna vitu vinafanyika vibaya, kuna uwezekano ni sisi tumeruhusu kwa sababu hatumwambii Mungu. Unajua, tukimwambia Mungu, hata kama ni viongozi, anawashika moyo, anawageuza, wanakuwa na nia ya kutumikia wananchi na kufanya kazi vizuri. Kwa hivyo ningesihi tuombee nchi zetu. Hata kama ni wale wanatoka Tanzania, ombea nchi ya Tanzania. Wale ambao mnatoka Uganda, ombea nchi ya Uganda. Wale ambao tunatoka Kenya, tuombee nchi yetu. Na zaidi, ninasema neno hapa la muhimu. Wapendwa, tupende nchi yetu. Kuna mtu kwa Biblia ambaye alituma mtu kwenda kumuita Yesu aponye mtoto wake. Watu wakamshauri Yesu, wakasema yule mtu anapenda nchi yetu, na yule mtu pia ametujengea sinagogi, mahali pa kuabudia. Kwa sababu ya maneno hayo mawili, Yesu akasema, enda, mtumishi wako utamkuta mtoto amepona. Na kweli mtoto akapona. Sikiliza wapendwa, tukipenda nchi yetu ni kwa faida yetu, lakini tunapoitukana, tunatukana viongozi, tunadharau walioko kwenye mamlaka, unajua ni laana tunajiletea. Ninaomba tupende nchi yetu, tuiombee, tuombee viongozi, tuombee wale ambao wanatuongoza. Ombea huyu MCA, ombea huyu MP, ombea huyu governor, ombea huyu rais. Mungu atatenda mambo ambayo huwezi ukajua, lakini yale matusi ni kama tunamdharau Mungu. Maana Biblia inasema kila uongozi unatoka kwa nani? Kwa Mungu. Na kama sasa tunatusi hao viongozi, tunamtusi Mungu, which is not right. Tuombee mpaka hata watumishi wa Mungu, tuombee makanisa yetu. Na kwa sababu hiyo, wacha tuombe.
Baba mtakatifu, katika jina la Yesu, nataka nikushukuru kwa sababu ya asubuhi ya leo, na ninaleta nchi yetu mikononi mwako. Ninaleta kaunti zetu zote 47 mikononi mwako. Ninaleta magavana kwenye kaunti hizo mikononi mwako. Ninaleta MCAs kwenye kaunti hizo mikononi mwako. Ministers wote ambao wanakuwepo pale, chief officers wote na waleta mikononi mwako. Na Mungu wa mbinguni, pia nataka nikumbuke Bwana hata mawaziri katika nchi yetu ya Kenya, na hata kwa nchi yetu jirani Tanzania na Uganda, na wale wote ambao tumepakana nao. Tunaomba amani yako mfalme ikatawale kwa nchi yetu ya Kenya, ikatawale hata kwa rais ambao umetupa, na viongozi wale wote ambao umetupa Bwana Mungu, uwepo wako ukawatawale na neema yako ikawatawale katika jina la Yesu. Nataka niende kinyume na kila nguvu za giza ambazo zinafuatilia watu, na Bwana hata katika kipindi hiki ambacho tumesikiliza, Bwana wa mabwana, pengine kuna mtu ambaye hajisikii vizuri, nataka nitangaze uwepo wa uponyaji, nataka nitangaze ishara za uponyaji, nataka nitangaze miujiza, fungua na kumponya katika jina la Yesu Kristo. Wale wote ambao mapepo yamewakalia wakafunguliwe na wakapata amani. Jina lako la pekee Bwana libarikiwe kwa sababu ya kusikia na hata kwa sababu ya kutenda. Asante kwa uaminifu wako. Bariki makanisa yetu yote, bariki maaskofu wote, bariki maofasia, bariki mareverend, bariki mpaka na wachungaji, wazee wa kanisa na wamama kwenye makanisa, na viongozi wote and all ministries in churches. We declare your blessing, Lord, in the name of Jesus. Hakuna kitu ambacho kinaweza kikukushinda. Baraka ni zako na wewe utatuinua sawa sawa na mapenzi yako. Katika jina la Yesu Kristo, mtu aseme amen. Amen. Asante Baba Askofu, na napenda ni kushukuru wewe mtazamaji kwa fursa hii, na naamini kwamba Mungu amekubariki kupitia mtumishi wake. Pia nami ningependa niwasihi mkaingia katika YouTube channel yangu, naitwa Emmanuel Sensera Music. Mafundisho haya yako pale. Endelea kutazama, fuatilia kipindi hiki cha Worship My Worship katika social media platforms zote. Niko Facebook, TikTok niko, na tunamtukuza Mungu sehemu ile. Baba Askofu, na najua kuna marafiki wanakutazama. Yes. Naomba salimia marafiki hata wawili hivi. Yes. Ninasalimia kwanza my followers wangu wote ambao wananifuatilia kwa mtandao Facebook, TikTok na YouTube. Wote ninawasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Na pia napenda nishukuru sana kwa vijana kama ninyi Emmanuel. Mungu awabariki sana. Nashukuru pia kuna kijana hapa moyo wangu napenda sana, ambaye anajitolea pia kufanya kazi ya Bwana, na hata kwa shughuli zake anajituma sana, anaitwa Babu Boy. Na marafiki wangu unawajua, na hao marafiki zote wangu wote, hata vijana wangu kanisani, wakina Lucas, wakina Saimo, wakina Likale, wakina Chacha, ni wengi sana, washirika wote, wakina Jackson ambao pia wananisaidia huduma pale kanisani tukifanya kazi ya Mungu. Mungu awabariki sana. Wachungaji ambao ninakuwa nao, hata Reverend Magi, Reverend Bestin, Pastor Monanka, na wazee wangu wa kanisa wote, na makanisa yote na region hii. Na kuna rafiki yangu mkubwa sana pia anaitwa Reverend Kekokora, ambaye pia na yeye kwa mtandao pia anakuja vizuri sana. Yuko pale Chonjo. So hao na wasalimu wote, siwezi nikataja wote, lakini pia mkoa ambao nimesimamia Pefa Bukuria South Region, na mikoa mingine yote, hata Bukuria marafiki wako hapo, Transmara marafiki wako hapo, na kitaifa pia hata Askofu Presiding Bishop wetu Professor Bishop Okinda, na wengine wengi ambao wananiombea pia katika kazi ya Bwana. Tubarikiwe. Mwisho kabisa, napenda niwaalike kesha. Tutakuwa na kesha pale Kehancha Pefa Cathedral kesho. Karibu sana, na Mungu atakuja akubariki. Na hivyo ndivyo tunamaliza kipindi hiki. Mungu
Kwa wale ambao wangependa kuwasiliana nami, namba yangu ya simu iko hapo 0708820875. Nasema 0708820875. Amen. Asante, napenda nimshukuru pia mtu wangu wa kamera, Dr. Robert. Mungu akubariki sana, na hivyo ndivyo tumemaliza kipindi.